unasaidiana na mama yako kumpiga vita baba yako, unasaidiana na mama yako kumchukia baba yako, alafu unalalamika mahusiano yako yanakusumbua, unalalamika eti haujawahi kupataga mwanamke wa ukweli mkatulia naye mkafanya maisha. Bro, sio mahusiano tu, yani hata maisha yako hayatawahi kukupaga furaha mpaka siku unakufa. Hautawahi kupata amani hadi siku unaingia kaburini, kwa sababu unalaana, umelaaniwa. Yani kitendo tu cha kumchukia baba yako kwa sababu aligombana na mama yako, kitendo cha kuingilia vita ya wazazi wako wawili waliopambana wakakupata wewe, na wewe umeingilia kwa kukaa upande wa mama, tayari ulishafeli. Yani ulishajilaani wewe mwenyewe. Sikia nikwambie bro, wewe ni mbegu ya baba, wewe ni baba yako. Ndio maana DNA anapimwa mwanaume. Kwa hiyo wewe asili yako ni baba yako. Kama ukimchukia baba yako, ina maana unajichukia wewe mwenyewe ulivyo. Mizimu haiwezi kumsikiliza bosi wako hata siku moja. Mizimu haiwezi kumsikiliza mchungaji wako hata siku moja. Mizimu haiwezi kumsikiliza mama yako, kwa sababu wewe sio mbegu ya mama yako. Mizimu inamsikiliza baba yako. Kama baba yako amekukunjia shingo, hautakuja kutoboa maishani mwako mpaka unakufa. Tafuta amani na baba yako mapema kabla hajafa, kwa sababu siku akifa na kinyongo, na wewe pia hautakuja kufurahia maisha yako hadi unakufa. Hiyo laana itakutafuna wewe, itawatafuna watoto wako, itawatafuna wajukuu zako, kizazi chako chote kitakuwa kimelaaniwa. Sijui ni nani anastahili kusikiliza haya maneno, lakini nafsi yangu inaniambia kwamba niseme ili nafsi ya mtu ikomboke mahali.